anaitwa Mchungaji Sabato Makerubi. Jina lake anaitwa mchungaji la kuzaliwa. Jina lake la ukubwa anaitwa Sabato. Sabato, yaani huyo tulimtolea Mungu kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu. Mtoto huyo ana changamoto za afya ya akili, lakini Mungu anazidi kumsaidia. Anaitwa mchungaji, jina lake la kuzaliwa. Jina lake la ukubwa anaitwa Sabato. Sabato. Kwa hiyo anaitwa Mchungaji Sabato Makerubi, jina la baba yake. Huyu mtoto, taarifa ya kupatikana kwa mtoto wa Mchungaji Makerubi. Taarifa ya kupatikana kwa mtoto wa Mchungaji Makerubi. Mtoto huyu ana tabia za kutoroka, yaani ana tabia kutoroka. Mara ya mwisho ndio tumempata maeneo ya kule makaburi ya Kinondoni. Makaburi ya Kinondoni, na mtoto huyu baada ya kumpata kule tunaendelea kumhudumia. Mtoto huyu ni nadhiri, ni maagano ambayo mimi Makerubi nilipofunga ndoa na mke wangu nilisema nitamtolea mtoto wangu wa kwanza Mungu kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu. Hapo mke wangu hajapata mimba kwenye ndoa. Nilipomchumbia mimi nikamwambia, bwana wewe nataka nikuoe, lakini kwa sababu nataka nikuoe, mimi mtoto wangu wa kwanza nitamtolea Mungu ili afanye kazi ya Mwenyezi Mungu. Akasema sawa, ni maamuzi yako, ombeni. Ombeni akanambia mimi maamuzi. Na kweli nilivyompata mke wangu nikafanya huduma zote za uchumba na nikakamilisha taratibu zote za ndoa. Nilivyokwenda kwenye ndoa sasa, ile sasa kuapishwa pale kanisani Kongowe, Dar es Salaam, nikawaambia kanisani, leo nafanya furaha ya ndoa hapa kanisani, lakini katika ndoa yangu hii mtoto wangu wa kwanza nitamtolea Bwana, ataitwa mchungaji, lakini atakapokuwa mkubwa nitamwita Sabato. Kwa ataitwa Mchungaji Sabato Kiriofu na Makerubi jina baba yake. Na kweli Mungu alitujalia, na baada ya kufunga ndoa mke wangu alipata ujauzito. Kupata ujauzito kwa kweli ikabidi nikamwambia, kipindi kile kwa mambo ya sound hazipo, yani kwenda kuona mwangalie kuna mtoto gani umo kwenye tumbo, ilikuwa haipo. Mimi kana muombea pale, bado unajua mimba ndo maji, sema huyu ni mchungaji. Jina lake la utoto, jina lake la ukubwa anaitwa Sabato. Nikamwombea, anazidi kukua kwa hekima na kimo huyu. Na baada ya hapo kweli bwana, mtoto huyu siku ya kwenda kujifungua pale Kizuiani pale Mbagala pale, basi tupeleka Mwandege akakaa siku 3, tumbo imeshapasuka, ameshakunywa ile maji. Madaktari wasema haiwezekani bwana, hatuwezi kufanya operation, kwa hiyo ataendelea tu kuwepo hapa. Namna gani bwana? Ndio tukabidi ni force, nikamwambia jamani, ile hospitali ya Mwandege ni hospitali ya wazungu wale wa Marekani kule. Mimi kasema hapana bwana, huyu bwana pelekeni kule hospitali husika. Ndio akafanya mkakati, kapeleka Kizuiani. Kizuiani naye hakufanikiwa kujifungua, usiku kucha. Asubuhi ndio mtoto akajifungua kwa shida sana, yaani akapita pale kwenye njia ya Kiukeni Kibabe. Mtoto huyu baada ya kujifungua akatoka mwanaume, lakini akulia. Changamoto hiyo. Tukakaa naye siku 10 anashindwa kula. Kwa kweli siku 10 madaktari wakatushauri tumlazimishe aweze kula. Lakini sasa baada ya kuwa tunamlazimisha basi akafanikiwa kuwa nakula, akawa anakunywa maji, ndio mpana nani zile nani yale majusi. Basi ikawa hivyo. Baada ya hapo mtoto huyu akawa yuko bize tu, yani hawezi kufanya kazi yote. Yani yeye
ni mtu wa bize atulie, yani hana utulivu aina yoyote. Basi tukasema namna gani hapa, tukaamua tumpeleke Muhimbili. Madaktari wakapima, kuna balozi mmoja Nolo akasema huyu ana matatizo ya afya ya akili, kwamba ile sehemu alipopita kuna kidonda kwenye ubongo wake, kwamba ule ubongo pale kwenye ubongo pale kwamba alipata kidonda. Kwa hiyo inabidi kutibu kile kidonda ili aweze kukaa sawa. Kwa hiyo mtoto huyu tukapambana dawa za kizungu na kumwombea. Watumishi wa Mungu wanasema hiyo ni utukufu wa Mungu. Kweli mtoto ambaye au kitu chochote unapoenda kuweka maagano, usipime maagano. Umeweka mipango kwamba hichi kitu nataka kiwe hivi. Maana kwamba unaweka mipango, shetani anakuwa anahangaika na hilo jambo. Na ndio maana jambo lolote ambalo unalomshirikisha Mwenyezi Mungu linakuwa na shida kama hiyo. Kwa mimi kwa kweli nikashukuru Mungu na kwamba ni utukufu, tukaendelea tutana utulivu, dawa huku na huku. Basi tukaendelea naye, lakini daktari akasema mtoto huyu atakapofikisha miaka 14, 15 atakuwa fresh kabisa. Basi mtoto huyu akawa sasa, tunashukuru Mungu sasa hivi changamoto zipo, lakini sio kivile, lakini anaendelea vizuri. Kwa hiyo bwana huyu mchungaji ambaye tumemwandaa kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu anatumia gharama nyingi sana, na tunamtibu kwa gharama kubwa. Tulia. Kwa gharama kubwa. Kuna vidonge ambavyo tunaenda kuvitumia, tunampatia na daktari akasema mkiwa mnampatia dagaa wa nyama pamoja na dagaa wale wa Mwanza atakaa sawa na atapona kabisa kwa haraka. Lakini akasema miaka 15 mkifuata mkizingatia anapona kabisa. Basi tunaendelea na huduma hizo na mpaka sasa tunashukuru Mungu. Lakini sasa na changamoto ya kipato. Nilikuwa nasema hivi, kwa wakazi wote wa dunia hii, mtoto huyu ni kama vile Ibrahim kumtoa Isaka, au kama vile Hana akamtoa Samueli, Musa kula akakaa kwa Firauni akasaidiwa. Huyu mtoto ni wa wote. Yoyote anaweza katoa support kwa ajili ya kumsaidia mtoto huyu ili aweze kuweza kubarikiwa wote, kwa sababu mtoto ni wa wote. Kwa hiyo huwa nampeleka shuleni. Kuna shule moja hivi nimepata kutoka Mlandizi. Tulia pale. Mlandizi kule kuna shule ambayo mtoto huyu anatakiwa akae pale ale asome aishi pale. Inatakiwa laki tatu. Sasa hizo laki tatu sina. Hali ya uchumi kidogo sasa hivi hali imekuwa tete, imekuwa ngumu, sina pesa. Kwa hiyo watu wenye mapenzi mema naweza mkatoa sapoti kwa kutumia namba ya simu ambayo ni 0775 80 67 53. 0775 80 67 53. Jina Makerubi. Tuona jina Makerubi. Kwa hiyo unaweza kutumia kwa Tigo Pesa 0753 0775 80 67 53. Jina inakuja Makerubi. Kwa hiyo wakazi wa sayari hii mlioko pande zote katika dunia hii, Tanzania hapo, Marekani, Uingereza, mnaotazama katika YouTube, mnaweza mkatoa support yenu ili tuweze kumsaidia kijana wetu huyu kwa ajili ya changamoto hiyo aweze kukaa sawa kabisa na endelee. Na nimepata mitihani mizito sana kama baba yake. Mimi ni mchungaji. Nataka kujua kazi zangu, ingia YouTube, andika Pastor Makerubi. Pastor Makerubi. Yani ile
Pastor Makerubi, yani unaweka Pastor Makerubi, usiruke space, yani una Pastor Makerubi, unaunganisha pamoja. Unajua kazi zangu, mimi ni mchungaji. Kwa hiyo wengi walikuwa sasa, unaendaje kuhubiri na mtoto anatusumbua? Huu ni utukufu wa Mungu bwana. Kwa hiyo mimi kazi zangu nafanya naye, anasumbua watu sijui nini na nini, lakini sasa bwana, mtoto ni zawadi, tuendelee kupambana. Kwa sababu ilifikia kipindi anafanya mambo ya ajabu ajabu, lakini mimi naendelea kushughulika. Kwa sababu hata hivyo, unapotaka kufanya kazi au kazi ya Mungu lazima upate changamoto, na hakuna mwanadamu ambaye hana changamoto katika dunia hii. Mimi ninapokuwa kazini kwangu, kwa sababu nipate changamoto hii, nitaendelea na kazi zangu na changamoto zake zikiwepo. Kwa hiyo maofisini nakwenda piga kelele, nafanya kazi. Kwa hiyo nyinyi mzao watoto, kuna mtu ambaye hana mtoto katika dunia hii, na kila binadamu anayetembea ana changamoto zake. Hamna mkamilifu katika dunia hii. Watu wote tuna changamoto. Kila binadamu ana changamoto zake. Kwa hiyo ninawasi kazi wa dunia hii, waweza mkatoa support kwa mtoto huyu Mchungaji Makerubi. Hiyo ndio taarifa na ripoti ya kupatikana kwa mtoto. Mimi ni mkazi wa Dar es Salaam, maeneo ya Mbagala Rangi Tatu, katika eneo la mtaa kwa Mwarabu, napakana na Msauzi pamoja na mwenyekiti wa CCM Mzee Kifimbo. Pale ndiko nakoishi makazi ya familia yangu, na nipo hapa kwa muda mrefu. Kwa hiyo nina watoto watatu, na huyu ndio mtoto wangu wa kwanza, anaitwa Mchungaji Sabato Makerubi. Mtoto wa pili anaitwa Yona, na mimi namshukuru Mungu kwa hilo, kwa sababu watoto wangu wote watatu niliwazaa kwa kuwapa majina na kuwatabiri na kusema hawa kabla hata hawajazaliwa. Mchungaji huyu nilimpatia jina lake kabla hata hajazaliwa, na baada ya miaka miwili nikamwambia mke wangu, na kuna haja kupata mtoto mwingine anaitwa Yona, tupate mtoto anaitwa Yona. Yona, yaani Yona atufariji, Yona kama kutokuwa na imani. Na kwa nashukuru Mungu tumpata mtoto mmoja anaitwa Yona, na yeye pia ilikuja changamoto miezi 7, mimba nataka kutoka. Yaani changamoto, mimba nataka kutoka. Namna gani hapa? Pale Mzinga kwa hospitali kliniki, daktari pale kana anamwambia pale Mzinga Kongoe kule, piga sindano ili mimba iweze kukamilika kwa muda wake. Kwa kweli nashukuru Mungu, Yona aliendelea kukaa pale, ikakamilika mimba yake na akajifungua salama. Kwa nikawa na mtoto wa pili anaitwa Yona. Kwa mimi namshukuru Mungu. Unajua wachungaji au watumishi wa Mungu wanapofanya kazi ya Mungu, hata Mungu anawaangalia, kwa sababu hata wale mitume na manabii walikuwa wakifanya mambo yao, na wao pia Mungu anashughulika nao. Na ndio maana watu wa Mungu wanapofanya mambo yao na Mungu anashughulika nao. Kwa hiyo Yona akawa Yona kama ilivyokuwa Yona. Tumekaa miaka kama miwili mitatu, miaka miwili. Mke wangu anyambii, kumbe natamani kuwa na yeye apate mtoto wa kike. Ili tuwe na mchanganyiko. Mtoto bado atusumbua. Huyu mchungaji atusumbua. Ale wewe kiki huku na huku wapi na wapi. Mimi kama sasa yeye aniambii mambo yake kimya tu. Anyway, kwa sababu mimi baada ya watu wangu kishajifungua natumiaga uzazi wa mpango. Hii ni sizai. Nikaendelea hivyo. Lakini baada ya roho bwana kuna haja kupata mtoto. Roho ikanisukuma. Kweli nikamwambia mke wangu, sasa nikamwambia Mungu asikia hapa. Mimi nataka tupate mtoto wa kike aitwe Angel. Hapo hana Angel, yani yupo kama yupo. Tukaenda Mwanza kwenye mkutano kule. Mmoja nikaenda kwa dadangu mmoja anaitwa Mtesi. Maeneo moja hivi kule Mwanza, unaelekea kule Igoma kwa mbele huko, anakaa kule. Sasa kule tunashukuru Mungu, usiku mimi nafikiri kama nimepata ujauzito. Kaza akapata mimba, nikaiombea kama ilivyokuwa kwa mchungaji, na akazaliwa Angel. No, akapata mimba na muombea. Kwa ndani ni Angel. Siku ya kujifungua mtoto atoki, tumbo limejaa maji.
Madaktari wasema pasue tumbo. Mimi niko nyumbani, yeye kaa pale Mbagala, hospitali ya Mbagala za KM, Mbagala rangi tatu ya Mama Samia. Wakampasua tumbo, wakazaliwa kwa operation. Yaani ilikuwa tatingiwa kipindi kile cha mchungaji, wangempasua tumbo fasa. Kweli akapasuliwa tumbo, mtoto yuko pale. Madaktari wakamwambia mama mke wangu, mbele umepata mtoto gani? Mke wangu kimya, hasemi. Ndio akamwambia umempata mtoto wa kike. Kwa mimi nilikuwa huyo ni mtoto wa kike, lakini yeye akakaa kimya. Wa imani jamani. Kweli akazaliwa mtoto Angel. Kwa nyumbani Angel kweli yuko safi, yeye hana changamoto yoyote. Hata ambao ni wawili hawana changamoto yoyote, wako fresh kabisa. Kwa hiyo nashukuru Mwenyezi Mungu kwa hili, sababu tayari imekamilika. Watoto wote watatu wako safi. Kwa hiyo napotoa historia yangu hii, ina maana ya kwamba nahitaji ushirikiano wenu. Nahitaji umoja wenu. Ili watu wote tuwe na umoja huo. Basi mnaweza mkapiga picha kwa ajili ya faida ya wote. Tukaangalia picha kule. Watu wote mlioko duniani, Uingereza, Canada, Marekani, Dar es Salaam, Tanzania kule, Wanyarwanda, Waarabu, sijui wapi, dunia nzima. Hebu tupigeni picha basi huko mlipo. Angalia picha kule, unapiga picha. Angalia kule picha. Huyu ndio mchungaji. Angalia picha, shika babako kwa hapa angalia picha. Huyu ndio mchungaji. Angalia picha. Yuko na baba yake hapa. Sasa nataka kulipicha ulevi. Bado. Tulia, acha picha zako, angalia picha pale. Jo. Basi tunawatakieni mema mtoto huyu popote atakapo. ITV Kioo cha Jamii Tanzania, Dar es Salaam, nilikwenda kumtangaza kwamba mtoto wangu yu wapi aliyopotea. Mtoto wa mchungaji apatikana. Huyu ambaye ndio mtangaza ITV Kioo cha Jamii amepatikana maeneo ya Kinondoni makaburini, na sasa yuko sawa. Kachukua Rabii kule, nilichukua Rabii kituo cha polisi maeneo ya Chalambe Mbagala. Kwa hiyo kituo kikuu cha polisi Tanzania. Mtoto huyu amepatikana na bado naendelea kupambana naye. Japo nilitoa taarifa kwenye Facebook na mitandaoni kote, bado nahitaji ushirikiano wenu kwa mchungaji huyu, kwa msaada wenu. Nashukuru sana, na Mungu tuwe naye pamoja kwa majaribu ambayo waliotupatia wote. Maana yake hii changamoto sio ya baba yake peke yake, ni ya wote. Kwa hiyo mimi msaada wenu na uhitaji kwenu ni kipato, ni pesa. Hizo hela tutakao kuwa nayo kutoa ni moyo. Watu ni moyo safi. Nisaidie ili niweze kumpatia elimu na kurudisha hali yake aweze kukaa sawa, kwa sababu unahitajika gharama nyingi. Nashukuru sana, na Mungu atupatie wema wake. Waje waambie baya bana, bye, niambie bye. Aje.